من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهذا الوصف الشنيع يشمل أصنافا كثيرا من الناس. Ndugu Islam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale ambao aliyoyatolea tahadhari ni kwenye hadithi hii ya Abi Huraira ambayo fi sahihain. Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema: tajiduna min sharri an-nasi dhal wajhain, hakika mtakuja kupata katika wale ambao ni sharru nas, yani shiraru khalqillah, waovu katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni yule ambaye atakayekuwa kwenye sifa hii. Alitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa yeye ana wajhi mbili, akienda kwa mwenzake yadhhabu ilayhi biwajhin, na akija huko anakuja kwa uso nyingine sio ile alienda nayo kule. Walidha kama qala sallallahu alaihi wasallam: yati haulai biwajh, akija huko anasema mengine, na akija huko anayabadilisha yale aliyosema kule sio. Walidhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa habari hii kwa haula min sharri an-nas, katika watu waovu zaidi na wabaya zaidi inda Allah azza wa jal ni Muislamu kujiweka kwenye sifa hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametubainishia kuwa hadha ni katika sifa ambayo Muislamu atakiwa ajiweke mbali nayo. Wa hadha alwasf, ni sifa hii ya dhul wajhain, inaingia kwenye hali kadhaa katika hali za watu walizonazo. Hadha alwasf yashmalu asnafan kathira min an-nas, wanaingia watu kadhaa. Yule ambaye ataisabika huyo ana nyuso mbili, akija huko anasema mengine, na akija huko anamwambia yule mwingine, ili kuridhisha pande zote mbili. Lakini haoni kwa yeye ameingia kwenye jambo la hatari na la kumfanya yeye aingie kwenye hali ya kuonyesha ni kiumbe mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika yadkhul fi haula, wa kwanza ambaye anaingia kwenye hali hii ni an-nammam, yule ambaye ni sabasi, anayechukua maneno huko akipeleka huko. Kama yaqulu ahli al-ilm, an-namima hiya naqlu al-kalam min shakhsin ila akhar liqasdi al-ifsad bainahuma. An-namima ni yule ambaye anaichukua maneno achukue huko apeleke kule, na lengo lake ni kutaka kuleta ifsad, kuharibu alaka na mfungamano ya baina ya wale wawili. Walidhalika hadha awwalu man yadkhul fi hadha alhadith, wa kwanza kabisa anaingia kwenye hadithi ni mtu ambaye anaikuwa na sifa hii, kwa sababu an-namima naqlu al-kalam liqasd al-ifsad wa ighari as-sudur wa tafriqi kalimatihim wa tamziqi sufufihim. Hayo yote yanasababishwa na usabasi wa yule ambaye aliyechukua maneno huko akipeleka kule, ili wale waliokuwa pamoja waachane, wale ambao wanaelewana ili wakosane. Wakad takunu namima min shakhsin ila shakhs, wakad takunu min taifa ila ukhra, wakad takunu min qabilatin ila ukhra. Inakuwa ima ni mtu na mtu ampelekee huko achukue huko, au baina rajuli, baina ya mtu na mkewe, mtu atie maneno ili wale ambao walioana waachane. Fahadha huwa awwalu man yadkhulu fi hadha alhadith, ambayo ameitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walidha qala alayhi salatu wassalam: ala ukhbirukum bi sharrikum, ala ukhbirukum bi khairikum min sharrikum, siwapeni habari yule ambaye mzuri wenu na mbaya wenu. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
akamtaja yule mbaya kwenye haya. Faqala alayhi salatu wassalam, almashauna bin namima almutafarriquna baina alahibba, yule ambaye ni mbaya wenu na ni mbaya inda Allah azza wa jal ni yule ambaye yamshi bin namima, kazi yake anatembea kuleta usabasi baina ya wale walioshikana. Faqala almashauna bin namima almutafarriqun baina alahibba, wale almufarriquna baina alahibba, wale ambao wenye kuwatenganisha wale waliopendana. lidha huwa yamshi bin namima. ولذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الله aliposema wala tuti' kulla halafin mahin, yani usimsikilize na kumtii yule ambaye ni kathirul halif, anaikithirisha kuapa saa zote. Pili, mahin akiwa ni kadhab, mrongo, kwenye mingi anazungumza yake ni ya urongo. Thumma qala masha'in binamim, kazi yake ni kutembea. Hammazin masha, hammazin ay mughtab, kathirul ghiba, anayewasengenya wenzake. Thumma qala masha'in binamim, yani yule ambaye anaitembea kazi yake ni kuleta usabasi. Faqala sallallahu alaihi wasallam tahdhiran lahu, kwenye hii aya kwa huyo hafai kusikiliza. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وقال في رواية لا يدخل الجنة قتات، عينجي بيبوني نمام vile vile qala qattat, na wote hawa wawili ni mtu mmoja ambaye ni yule anayetembea na usabasi ili kuwatenganisha baina ya watu walioshikana. lidhalika an-namima hiya al-ifsad baina an-nas, ni yule ambaye anayechukua maneno kwa ajili ya kutaka kuleta ufisadi baina ya wale wawili walioshikana. walidha qala alayhi salatu wassalam, kama kwenye hadithi ya Abi Bakra radhiyallahu ta'ala an, tume aliposema ala ukhbirukum bi khairin min darajati as-salati was-siyami was-sadaqa, siwapeni habari jambo ambalo ni bora kuliko ni daraja atakayofikia mtu ya sala au siyam au sadaqa. qalu bala ya rasulullah, qala islahu dhat albayn, kusuluhisha ya wale waliokosana. thumma qala wa fasadu dhat albayn hiya alhaliqa, na yule ambaye atakayekuleta ufisadi kuwatenganisha walioshikana tumekaita hiyo ni alhaliqa, inanyoa, maana yake inaondosha uhusiano na ujamaa baina ya wale ambao uliotia maneno yako na usabasi kati yao. walidha qala jama'atun min as-salafi rahimahumullah, wakisema yufsidu an-nammamu fi sa'ati ma la yufsiduhu as-sahiru fi shahr, anaweza kwa yule nammam akaharibu uhusiano na tangamano baina ya watu kwa muda wa saa ambalo mtawi hawezi kuharibu lile ila kwa muda wa mwezi mzima. Yani mtawi anaweza kuharibu uhusiano lakini likachukua muda shahr, lakini nammam kad yufsid baina al-ithnain kwa muda wa jisali moja. walidha qalu hadha yufsidu an-nammam ma la yufsiduhu as-sahiru fi shahr, yufsidu an-nammam fi sa'a ma la yufsiduhu as-sahiru fi shahr, yule sabasi anaweza kuharibu tangamano kwa muda mtate ambao mchawi mwenyewe hawezi ila kwa muda wa mwezi, kuonyesha kwa hili jambo ni hatari. Na lazima nammam awe na nyuso mbili,